Kenya hatutaweza kujenga tukiendelea kufanya kazi ambayo inaendelea kufuja rasilimali ambazo Mungu ameweka kupitia Wakenya wanaolipa kodi kwa njia ya kuelekeza kwa mifuko ya wachache bila ya kulete manufaa kwa wananchi, kwa njia ya kutoa huduma muhimu kama ya afya, kununua madawa hospitalini na kuboresha usafirishaji wa vyombo kwa kutengeneza barabara zetu. Kwa hivyo hii ufujaji inaendelea kuhujumu uwezo wa Kenya na serikali yetu kuleta maendeleo kwa Wakenya. Na labda hiyo tu ni madogo. Labda tuingia kwa serikali za kaunti tutapata mengine makubwa zaidi, na hii ni culture ambayo tumejenga katika taifa hili kwamba anayeingia na anaye nafasi ya kunyakua ajinyakulie, na tumeendelea kuwafanya hawa kuwa heroes ama kuwa ndio wabingwa. Ati mtu Kenya akiweza kuchukua ya wengine, huyo ndio tuna idolize kama hero ama kama bingwa. Kwa hivyo kile tunasema sisi tulio kanisani tuendelee kufundisha maadili mema kuanzia watoto wadogo na sisi ambao ni Wakristo. Na nikisema hivi tunasema sisemi ya kwamba kanisa iko free na mambo ambayo inatendeka katika nchi, kwa sababu wanaofanya haya si wengine, ni wale wako kanisani. Ni wengi wao wanashiriki katika makanisa yetu, na hiyo ndio inaitwa kanisa. Na kwa hivyo nasema tuendelee sisi kuhubiri ukweli ili tuweze kufanya mambo yetu kwa ukweli, na tunaomba serikali iweze kupambana na jambo hili, si kwa mazungumzo. Nafikiri tumezungumza ya kutosha, na mara kwa mara tumeona vitisho ikitolewa hata na viongozi wetu, na vitisho haiwezi kumaliza ufisadi. Wakenya tumezoea kelele, tutapiga wiki mbili, kelele tutasema na siku 5, lakini baada ya hiyo kelele tunanyamaza na tunarudi hali ile ile. Na mimi nataka kuomba rais wetu na naibu wake na wale wote ambayo ni viongozi katika taifa la Kenya waweke yale wanasema, si kwa maneno tu, lakini kwa matendo. Kama kuna mtu ametajwa na mambo ya ufisadi, huyo awekwe kando, uchunguzi fanywe. Kama hajapatikana jambo arudishwe kwa kazi yake, lakini kama ana jambo asiendelee na kuharibu hata hiyo uchunguzi isifanyike, kwa sababu akibaki katika ofisini ataharibu ile uchunguzi ambayo inaendelea. Kwa hivyo mwito wetu ni tuanze kuona matendo baada licha ya mazungumzo, kwa sababu tukitoa mazungumzo makali haitabadilisha chochote Kenya. Lakini tukianza kufuata wale waliiba na hizo vitu irudishwe kwa kiti ya serikali, na serikali itangaze ni ngapi imeweza kurudisha na imerudisha kutoka kwa nani, basi wengine wataanza kuona ya kwamba kumbe jambo hili ni la kweli, tunapigana na ufisadi. Lakini tukiweka kelele ya wiki moja hata mwezi moja na hakuna mtu amefuatwa, hakuna mali imerudishwa, basi tutaendelea kufanya hivyo hivyo.